Siku nyingine tena ya baraka, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, tunakukaribisha katika kipindi chako pendwa cha Rumix, kipindi ambacho kinafundisha, kuelimisha na kutoa kabisa fikra ambazo ni chanya kwa vijana. Leo tuna mada yetu inayosema ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyaepuka ili kuweza kuendelea na biashara? Ni mambo gani ambayo tunatakiwa kujiepusha nayo ili tuweze kusonga kibiashara? Tutapata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, watatuambia ni mambo yapi ambayo tunatakiwa kuepuka nayo. Baadhi mambo vipi? Sawa. Inakuaje? Fresh. Nani mkazi wapi na unajishughulisha na nini? Ni mkazi wa hapa Rusumo, jina langu naitwa Mganyizi Matungwa, najishughulisha na bodaboda. Ni Dar es Salaam Tanzania TV na leo tumekuja huku mtaani kwenu kupata maoni kulingana na mada yetu pendwa ambayo tumeiweka mezani kabisa. Mada inasema ni mambo yapi ambayo tunataka kuyaepuka ili kuweza kuendelea kibiashara. Na hisi ni mambo yapi ambayo tunataka kuyaepuka? Cha kwanza katika kabisa kwenye biashara, cha kwanza ni uaminifu. Vitu vya udanganyifu, uongo. Ukiwa kwenye biashara kama hizi kazi zetu sana za bodaboda, mtu amekupigia simu, njoo nifuate sehemu mdanganya. Utaenda kama alikuwa mteja wako utamkwaza, ukija baadaye mteja umeshakufa. Kwa hiyo cha kwanza ni uaminifu. Kama amekupigia mko mbali, mwambie mimi niko mbali, siwezi kufika kwa wakati huo. Tabia kwanza, usiwe mwizi. Kwa uaminifu ikutuma, kwa mfano kuna watu mkimpa hela nifuatie kitu fulani, hela ya reti na kitu ya kireti, kuwezi kuona wenyewe utakiwi. Tabia za kuonga nyinyi ziwarudishi nyuma labda. Inatokana sasa unavyo kila mtu ana uongaji wake. Sana sio sana kurudisha nyuma kimaendeleo. Ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyazingatia tunapokuwa tunafanya biashara kama hizi? Kuwa makini sana barabarani, kwa sababu tunaobeba hatuwajui. Unaweza kutombeba jambazi au mwizi, kafika kwa mbele kufanya kitu kibaya, mtu amjua akimbia. Kwa ni kuwa makini. Ni mambo yapi ambayo tunatakiwa tuyaache ili tuweze kuendelea kibiashara? Brother, mambo vipi? Shwari kama kawaida. Mambo yanasemaje? Sio nyama mwingi. Harakati. Fresh nani? Sasa kwa majina yangu naitwa Adinani Amri Adam, ni mkazi wa hapa Rusumo. Najishughulisha na shughuli za clearing and forwarding. Kampuni yangu hii hapa inaitwa Spint Cargo Company Limited. Sisi tunajishughulisha na kuvusha mizigo ambayo inatoka Rwanda kwenda Tanzania, alafu nyingine kutoka Tanzania kushuka Rwanda. Kiufupi tunasafisha mzigo nje ya nchi na kuingiza baadhi ya mzigo ndani ya nchi. Naam. Mada yetu tunasema ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuepukana nayo sisi kama vijana ili kuweza kuendelea kibiashara? Na hisi ni mambo yapi? Jambo la kwanza, mimi kama kijana na nyie vijana wenzangu, napenda kuwashauri au napendekeza mimi kama kijana, masuala yanayoturudisha nyuma sisi kama vijana ni mfano kama kubeti, yani hizi betting hizi. Unajikuta kijana amepambana ndani ya mwezi amekusanya ka 50, anatengeneza mkeka wa 20,000 siku hiyo inaliwa, anaanza kujiingiza kwenye madeni ambayo sasa unakuta faida yake aliyokuwa amefanyia mwezi mzima anajikuta moja kwa moja anairudisha kwenye kubeti, maana yake imechukuliwa na watu wengine. Jambo lingine mfano ni kama haya masuala ya kujihusisha na vikundi. Hivi vikundi visivyo na misingi ndio vinaweza vikaturudisha nyuma kama vijana, kwa sababu unakuta kwenye vikundi kuna baadhi ya vijana wanakuwa na mawazo potofu. Mfano kama hili swala la kubeti, uwezo ukabeti ukiwa unakaa mwenyewe, lazima ujiingize kwenye vikundi ndio vitakushawishi kujiingiza katika kubeti. Kitu kingine ni kuwa na tamaa. Mfano kama sisi vijana, mtu unakuta ndo anaanza kujitafuta, anamwangalia mwenzake, mfano anatembelea gari zuri, sasa anakuja kujikuta anatamani ningekuwa na hilo gari, lakini uwezo hana. Kwa hiyo moja kwa moja anapelekwa kujihusisha mfano kama wizi. Ndio unakuta hayo mambo ya kubeti, anakuwa na tamaa ya kitu ambacho kipo mbele yake lakini hawezi kukifikia wakati huo. Kwa hiyo mimi kiufupi, mimi nawashauri vijana tupambane, tufanye kazi za halali, ndio tutaweza kufanikiwa. Vitu gani ambavyo tunataka kuvizingatia ili kuweza kuendelea? Kiufupi inabidi sasa tujiunge na makundi ambayo yana mwelekeo mzuri. Ukichagua rafiki, chagua rafiki mwema ambaye atakushauri mambo mazuri, asikupoteze kiufupi. Vijana wengi tumekuwa tukitaka kutajirika kwa haraka, kwa maana tunataka kutoka ngazi namba 1 kuelekea na ngazi namba 10. Huku 2, 3, 4 tunazivuka, tunatamani tufike haraka tunapoelekea, na hiyo pia ni njia mojawapo ambayo inaweza kufanya wewe ufanye mambo ambayo sio, kwa sababu kama nilikuwa na 20,000 natamani nikaibe ili niweze kupata milioni au milioni 2.
Unalipi la kuwashauri vijana kama? Kiufupi tufanye kazi. Tutafute kazi, tufanye kazi za halali. Uwezi ukapata moja zeni yani kimaisha ya binadamu utatamani kuluka kufikia 10, lakini wakati hapo umeiluka 2, 3 mpaka 9. Sasa ili uifikie 10 sasa inabidi sasa uanzie kwenye hii umepata moja uhesabu 2, 3, 4, 5 mpaka 10. Kifupi tufanye kazi. Kijana anayejitafuta swala la kuwa na mahusiano nahisi ni swala la kuepukana nalo au ni swala la kuwa nalo kwa sababu aidha anaweza akashauriwa na mpenzi wake. Na saa nyingine unaweza ukasema inaweza ikasaidia, lakini at the same time inaweza ikawa inakupoteza. Kwa sababu kama unajitafuta ukijihusisha na mambo ya wapenzi au wachumba manini yatakupoteza kwa sababu utakuwa na uwezo. Unaona? Kwa hiyo ninakushauri sisi kama vijana najishauri au na washauri nyewe vijana wenzangu, jitafuteni kwanza, ukishaona kwamba hapa unapaka kusimamia ndio ujihusishe na mambo ya mapenzi, lakini kiufupi kama hujajipata mapenzi weka pembeni, pambana na maisha. Nahisi ibada inaweza kuwa njia mojawapo ya kumsaidia kijana katika kuendelea sana. Tena sana kwa sababu katika kujitafuta lazima mtegemee Mungu. Lazima mtegemee Mungu kwa sababu kila unapoamka kwenda kupambana anayekupangia riziki ni Mungu. Kwa hiyo utakuwa unaamka wewe unaenda uwezo wanasema kwamba mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Sasa wewe unaweza ukaamka umekaa ndani una cha kufanya, maana yake sasa utazidi kudumaa, akili yako itadumaa tofauti na mtu anayetoka nje akaenda kupambana. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, tunaendelea kukusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali na mada yetu ni ile inaendelea, na wewe unalo kuchangia kupitia komenti yako ni Dar es Salaam Tanzania TV. Tupate maoni kutoka kwa sista yetu, atuambie ni mambo yapi ambayo unatakiwa kuepukana nayo ili uweze kuendelea kibiashara. Sister vipi? Poa kwema. Poa kabisa, unaendeleaje? Niko poa. Naitwa nani? Ni mkazi wa wapi? Unajishughulisha na nini? Mimi naitwa Lea David, ni mkazi wa Rusumo. Najishughulisha na kuuza nguo. Fanya biashara za nguo. Sisi mada yetu inasemaje? Ni mambo yapi ambayo unatakiwa kuepukana nayo ili uweze kuendelea kibiashara? Na sisi kwa upande wako ni mambo gani ambayo unaweza kuepukana nayo ili uweze kusonga? Mambo ambayo naweza kuepukana nayo kwenye kama hii biashara yangu, kwanza ni kauli mbaya. Yaani kauli ambayo haishawishi mteja. La pili, kama mimi ninapouza nguo hapa, jambo la pili ni uchafu, yaani uchafu wa mazingira. Mfano duka kwenye kama hili nguo kuna changamoto ya vumbi. Kwa hiyo inabidi nizingatie usafi ili kuwavutia wateja. Tabia lazima labda makundi, tuseme kama ulevi, makundi ya ulevi, udangaji, kama huko tulivyo mpakani, lazima uzingatie hayo. Kwa upande wako unahisi ni kitu gani ambacho unatakiwa ukizingatia ili uweze kuendelea kusurvive hapa mjini kibiashara? Cha msingi ni kufanya kazi kwa bidii, chapa kazi. Ndio la msingi ambalo naweza likakuendeleza kibiashara au kimaisha. Vijana wengi wamekuwa wakijihusisha na masuala ya kubeti, kubashiri, lakini pia masuala ya kamari, vitu ambavyo hata Biblia na Qur'ani zinavikataa. Unahisi kwako ni njia chanya ya kuweza kufanya biashara au ni mbaya kabisa, ni potoshi? Mimi kwangu sio njia ya kufanya biashara au kuniletea maendeleo kwa upande wangu. Unawashauri nini vijana wanaojihusisha na hayo mambo? Mimi nawashauri tu wafanye kazi, yaani kazi zinazoweza kuingiza kipato kwa halali kuliko haya mambo ya kubeti na kamari. Unahisi kwamba mahusiano ni njia mojawapo ya kuweza kuendelea kibiashara? Mahusiano ya nini? Mahusiano yani kuwa na mpenzi. Kimapenzi. Hamna, hata ukiwa na mahusiano lazima uwe na kazi, ufanye kazi, maana huwezi kumtegemea mtu, lazima na wewe ujishughulishe. Vijana wengi hususan watoto wa kike wamekuwa ni watu ambao wanategemea sana kuwa na mahusiano, unamtegemea kwanza mume wako au mchumba wako. Unakutana umeka zako nyumbani unasema mchumba kaenda kazini, baadaye ataniletea chochote kitu, au nikiwa na shida nitampigia simu nitamwambia ni 1 2 3. Unahisi hiyo imekaaje kibiashara? Ni mbaya ni nzuri? Sio nzuri. Yaani kumtegemea mtu, kwa hiyo yeye akikosa hiyo siku
umekaa umemtegemea atakuletea, akikosa kwa lazima na wewe uwe unashughulisha. Mimi nawashauri tu na wenyewe wajishughulishe, wafanye kazi, hata kama ana mtu lazima na yeye awe na kitu chake pembeni.